Bethel Clouds TV, empowering lives. Kwa kabila ile mimi najua. Pastor anamwambia go. Unasikia anasema sijui kama mimi ataongea mzuri ama atatukanana. Lakini roho atasaidia. Alafu unasikia ameimba. Wanawabika Yesu, wanawabika Yesu, wanawabika Yesu, wanawabika Yesu, wanawabika Yesu, wanawabika Yesu, Afu unasikia naye mama mwingine ameamka. Anasema mwathani agocwo niĩ njiarĩirwo gũkũ no ndahikire kũrĩa kwa Baruhia. Bwana Yesu asifiwe. Na nĩ njiarĩte ciana 16. Mũbaruhia ũcio agũrĩire mũgũnda gũkũ na tũgĩikara. Bwana Yesu asifiwe. Sasa ungekuwa umeshaenda West nasikia mwingine tena ametokea huko nyuma. Haiwezekani. Muwezi kuimba hiyo yote muache watu wakitui. Haiwezekani. Hata sisi tumeokoka. Tunajua Yesu. Yesu anaponya. Yesu anaokoa. Yesu anaweza. Mnaweza kutupigia moyo. Ninakuatia ngoma kwao, ninakuatia tata. Ninakuatia ngoma kwao, ninakuatia tata. Ninakuatia msule, ninakuatia tata. Ninakuatia ngoma kwao, ninakuatia tata. Oh, tata, tata. Oh,
Bwana asifiwe. Halafu unaona pastor ameangalia watu. Halafu anasema pole, sasa ngoja. Halafu anasema tucheze rumba. Anasema tucheze rumba. Isikuwe ya pole pole sana na isikuwe ya mbio sana. Bwana Yesu asifiwe. Halafu unasikia ameimba hivi. Halafu unasikia mwingine anasema niko na wimbo mpya. Hiyo time kulikuwa nikisema hivi jenzi hawezi kutuelewa, lakini mtu kama Apostle ataelewa. Pastor Sami Karo utaelewa. Kulikuwa na zile cassette. Album yangu ya kwanza ilikuwa inasema neno moja, nilikuwa nakuzungushia na bairo mpaka najua timing. Nikiweka kwa radio unahisi Bwana Yesu sema sasa unasikia mwingine akisema niko na wimbo mpya. Anasema pastor anamwambia sio kuja utufundishe. Alafu unasikia ameimba hivi. Jina la Yesu ngome yangu, jina la Yesu ngome yangu, nitakapo jina hilo wanalingana sana, nitakapo jina hilo wanalingana. Jina la Yesu ngome yangu, jina la Yesu ngome yangu, nitakapo jina hilo wanalingana sana. Alafu basi pastor anasema hebu simameni, hata mimi niko na wimbo mpya. Alafu nasikia kama ni mtu kama Apostle, hiyo time hatuna mic, wewe ndio amplifier, wewe ndio mixer, wewe ndio kila kitu. Alafu nasikia pastor anasema wana baraka wale wanao, wana baraka wale wanao, wana baraka wale wanao, Yesu mwenyewe alisema wana baraka wale wanao, wana baraka wale wanao, wana baraka wale wanao, na Yesu mwenyewe alisema wana
Alafu unaona saa hizo kila mtu ametoa jasho. Siku hiyo kukuwa na makeup. Kulikuwa na mafuta mama yangu alikuwa anajipaka. Ilikuwa inaitwa Lady Gay. Lady Gay ilikuwa ni mafuta ya yellow. Iko na kachupa ka round hivi. Kana kaka kibaba. Hallelujah! Hiyo siku hakukuwa na ni lipstick kama ni toothpick. Ni lipstick. Haikuwa. Bwana Yesu asifiwe. Hizo enzi hakukuwa na eye pencil. Hizo enzi hata sisi wachungaji hatukuwa tunajua kupiga pasi. Bwana asifiwe. Lakini Mungu alikuwa anashuka. Mungu alikuwa anaweza. Alafu unasikia wameimba wimbo wa maombi. Unasikia wameimba wimbo wa maombi. Unasema moto umewaka leo. Tunakushukuru. Thank you Father. You are the King. Fungua kinywa chako tu mwambie moto umewaka. Mwambie tu tunakushukuru maana wewe ni Mungu. Mwambie asante kwa kunipa muda mwingine huu. Ni asante kwa kunipa baraka nyingine hizi. Asante kwa kunipa kibali kingine. Nimeko hapa kwa ajili ya kutapata chakula chako. Nisaidie, nibariki, nitembee na wewe. Nipe neema nikubarike machoni kwako. Nipe neema nikubanyike machoni kwa binadamu. Nipate ushindi, nipate baraka. Ori mashandara la boze. Zakabaza kanda boze riambo shaka. Zeketerere bori boza ya shintara babozi kanda. Yes. Yes. In Jesus' name we pray. Amen. Ebu angalia huyo mko naye, muangalie face to face. Umugeuzie mwili wako wote. Mugeuzie, mshike mkono wa kulia. Mshike tu mkono wa kulia. Ebu mtabirie maneno mazuri. Mtabirie maneno mazuri. Mwambie leo tumefundishwa about spiritual awakening. I want to prophesy to you. Just prophesy. Mwachilie neema, mwachilie unabii. Mwachilie unabii, mwachilie unabii. Prophesy to them. Prophesy to them. Mutabirie, mutabirie tu, mutabirie, mutabirie. Mutabirie. Muradire kaudu. Muradire maudu mega. Muradire hotani. Muradire horo wa hinya wa Ngai. Muradire reu. Prophesy. Prophesy. Radira ciana ciake. Radira migunda yake. Muradire milango yake kuhinguka. In Jesus' name. Sema amen. Amen. Sasa tuketi chini. Sasa wewe umekuwa nabii. Wewe ni prophetess ama prophet. Si ndio? Mami.
ndugithamire gukora rimwe sasa uraigua thuti kaigua ki kaona maundu mega hamia utuko. Bwana Yesu asifiwe sana. Nashukuru Mungu, waimbaji, Mungu awabariki sana. Sasa mko 1.5%, that is good. We are trying. You are coming up nicely. It is a nice battle. We are winning, we are conquering, we are succeeding. Asante sana. Asante, tutulie sasa vizuri. Cheza kidogo kidogo hivyo, ile icheze hiyo ni mzuri, inisaidie kidogo. I just want to preach for 5 minutes, alafu tuingie into the blessing. Today is not about deliverance. I just want to bless somebody. Bwana Yesu asifiwe sana. Maana nimesikia bingu imesema imekubali. Hallelujah. Bingu imesema nini? Imekubali. Kwa hivyo today we are just blessing for restoration. Most of you have been injured in one way or the other one. Have faced challenges of life, marriages, business, familia. Things have not been working well. But venye nimesikia Mungu akisema ni kwamba restoration has come. So mimi nimeambiwa nisifanye deliverance, nifanye nini? Restoration. Bwana Yesu asifiwe sana. Ameniambia nipatiane vifunguo, maana nimepatiwa vifunguo nyingi. Kama wewe ni wa ministry yako inaenda kufunguka immediately. Bwana Yesu asifiwe sana. Kama wewe ni wa ndoa yako inaenda kukamatika immediately. Kimwanaume kama ni kimwanaume huna kitatogogio kiheo dogogio gituguge ginya gikore hari ori. Yes, giguka kirimu kikiriu yuke kigwa hau hakunja githumeire kimireire ukirute nguo githambio kigorire ai kari mwanake muthakati oyu. Bwana asifiwe sana. Hallelujah. Yes, you can wash. Yes, let us wash. Acha utamania kitu kimewashwa nini? Josephine ugukorera guku ugukorera guku thikereria eho muthambie kana urenda guthambia? Ni muthambie eho ndungenda gwithambiria Jerry, dokota gwikumuthira. Yes, mundu ta Jerry, positive mind. Rebecca, urenda kindu githambie kana we no withambirie? No withambie? Githambie. Thank you. Na witikire kurianira. Jerry, ukwenda kindu githambie kana withambirie? Karoi, ukwenda kindu githambie kana withambirie? Na witikire kurianira na no ri wathambitie mbere. Mundu angigioka uge atiriri, indo ici ni ciakwa ni nithambitie ri, uta complain. Hello. I don't know kama mnanielewa vizuri. I'm speaking about the blessings of God. The blessings of God, it is not what you want. It is what God wants for you. Bwana Yesu asifiwe sana. Tikiria wewe urenda, nikiria Ngai arakwendera. So the reason God created you, He created you with a reason. And this reason has a partner to help you. When it comes to life, it is about a partner. God created man, and then they said, let us create a helper. Hello. So whoever that comes in your life is a helper. So this helper must understand you are an engineer. Hello. This helper must understand you are a pastor. No, hello. This helper must understand you are a farmer. Hello. This helper must understand no the onine shumida totally washoka muci muhura na geredimu tondu ndi dereva ya kirori nage kabara avu githi githukire kabara mieri ingi igana space gikauma Nairobi
ukomaga kirori-ini uriago ni rwagi. Bwana Yesu asifiwe sana. A helper. Who is a helper? Why was man given a helper and not a woman given a helper? Because in the upstairs, women are better than men. In the upstairs, women are better than men. Women have two types of brains. You have two brains. The one that is here and the one that is here. We men, we have this one. We don't have this one. Hello? We men, we don't have this. That is why ukikosea mwanamke atakukumbusha kitu ulifanya 1982 saa 8 tarehe 12 saa 8 na Sunday, ilikuwa Sunday. Atakukumbusha vitu zote. Lakini mwanaume ataanza kukuuliza, niye gekwera? Niye tukiaria nawe gekwera atia? Nigekoruma ategegweta nugo atia? How now? Sweetheart, how now? Igekoruma atia? Nidakorumire no ndo cio no athie tondu ndire sina memory. But women has a memory brain. Men don't have a memory brain. Men has a continuous brain. I want to focus tomorrow. I want to know what you are going to eat. I want to know what is my family going to feed on. I want to know my children are going to school, where I'm going to get the school fees for. But that memory of keeping, hatuna. Na ndio unakutanga mwanaume ni successful more kuliko mwanamke. Kwa sababu when you keep things, you keep reminding yourself things, you keep irritating your heart and you attract viruses in your heart. The spiritual viruses. Utakuwa na heart attacks, utakuwa na pressure, utakuwa na visukari, utakuwa na utasumbuka, and then it degrades your spiritual power. When you keep reminding yourself of bad things that were done to you, you keep degrading yourself, bringing yourself down. Because you have allowed the devil to have a room where it would be reminding you. Mukienda hatua 10 mbele, unasikia mtu anakukumbusha what you did 1989 on a Saturday evening, tukiwa kwa party ile ya mama Nyabura. Uliniita nogo, unafikiriaga nilisahau? Sasa you have allowed much of your time to be consumed by things that are past, instead of focusing on your tomorrow. Because when you remind yourself the past, you take yourself backwards. But when you keep forward, you keep to new things. You keep to new understandings. You keep to new dimensions of things that are happening. A man has a spirit, that is why he's able to communicate with the spiritual realms, because he has a spirit. And a man has a body, that is why he is able to communicate with the embodiment of the world. And a man is able to communicate with the embodiment of the world and the spirit, because he has a soul. So these three things, they have to work together, so to empower your movement forward. So if you have a spirit that takes you backward, it means you need to recorrect your mind, because it will drag you into an incident. Ka incident kamoja kalikuwa kabaya. Ulikuwa mimi nimekasawa, yes, ulinipata. Lakini wakati ulinipata, mwanaume anajuanga kujinasua haraka. Bwana Yesu asifiwe sana. Ulinipata. Ilikuwa red handed catch hivi. Lakini nikaanza kulia, nikakwambia oi, ndiwe ni shaitani yule koyo. Mane wekerero jekerero idito. Ndeithia tuma, mwana ito ndeithia nie ndimenyaga nikechekaga huko. Lakini ni kwa sababu nimenaswa. Nikiweza kutoka hapo niende ije, as long as nimetoka kwa scene, nitakugeuka, nitakuuliza uliniona? Bwana Yesu asifiwe sana. Uliniona? Eh? And this one, a woman will keep it. Now imagine you keep 10 things. Sasa zikulipukie wakati you really need your peace. When you really need your peace, when God is about to bless you tomorrow, when you're about to become that bishop, when you're about to become that prophet, when you're about to become that blessed woman tomorrow, that is, you're going to be, then
unikute sasa tena nimepita hivi, umeniona na haka kasichana nikipita hivi. Sasa memory yako immediately inakuwa revived, all the bad things I did to you, then all the plans you had will be ruined. Then all things zinaanguka, things they fall apart. That is where we are reminded to, kama kuna kitu ilifanyika, there is nothing you can do about it. Kama Josephine, kama ulinipata red-handed, ulinipata, forget about it. You caught me. Keep that somewhere in the trash. Completely keep it in the trash. It won't help you. Ulinishika, so what? Yes, we have resolved. Wakati ulinishika nilitoka, nililia. Na nikasema nimewekewa dawa. No, nikasema nimewekewa dawa. Mimi sijui huyu mtu venye alinifanya, maana mimi hata sijielewi kule niko. Tabao jerema, deko huko niko. And that's why you find women have a heart to forgive, but we men, we don't have a heart to forgive. Because a woman can just, you will be caught red-handed, and a woman will forgive you, and they just try to believe as you believe. Na niye wetekia no nigi gukora hau na hau nitwaumano tondu twi hakiri imwe inyo mwe hakiri cigana igire nikyo mwetirwo helper. That's the reason you are called a helper, because if I was strong, I would have not needed a helper. Bwana Yesu asifiwe sana. So pray for a man always. Kama sasa mimi ni bishop, ni apostle wenu, every single day mention me in your prayer, because you can imagine how many things are zirathirwo kogu mademoni ni maigana marathirwo kogu marari umeha. Just tell me, ni maigana meha ni mingi zenye zinazunguka. Nikiona sometimes ninakuaga mkali, zingine ninakuwa mzuri, zingine kama mkali, because empowering lives, control of myself, because sijuangi hata hiyo mood imechange namna gani. Najikutanga niko na ile kitu inaitangwa swing, mood swings, na mood swing na mood swing na mood swing hivi na mood swing hivi. Sasa mpaka mimi najiulizaga wakati mwingine nikigia to madaka nimekasirika kwa nini? By the way, Kokia amenifanya nini ndio nimkasirikie? Lakini ameingia tu kwa ofisi yangu, nikamwangalia na jicho Kokia kalinama akarudi. Na alikuwa na domereli yangu, lakini ile kwa sababu ile mapepo iko hapa mingi imekuja kwangu kuniattack. When Jesus was coming, alikuwa ndani ya boat, alikuwa amelala. Then the disciples, kukakuwa na mawimbi, then the boat was swinging almost waanze kuanguka ndani. Then the disciples wakaenda wakamwambia Yesu, kwani wewe husikii? Kwani uko na mipango tuzame sisi zote? He didn't hear because he was deep asleep. And then he came and calm, akatuliza mawimbi yale. Bwana Yesu asifiwe sana. Akayatuliza. Lakini what was the real cause ya mawimbi yale? Is it kwa sababu kulikuwa na maupepo? Si kwa sababu kulikuwa na mapepo na maupepo. Lakini kulikuwa na mtu mwenye alikuwa kando kule mlima huo mwingine, the other side of the sea, ambaye alikuwa na mapepo. Na mapepo yalijua kwenye lile boti linakuja kuna mtu atakuja kutungoa. So walianza vita kabla wajatoka kwenye bahari. Mapepo ndiyo yalisababisha mawimbi yakaanza kutingitika, ndio waanguke warudi ama wabadilishe route. Kwa sababu kulikuwa na lipepo lilikuwa ndani ya mtu. Lipepo limekaa ndani ya mtu na liko upande ngambo ile nyingine kule boti inaelekea. So walianzisha vita kabla boti ifike. Bwana Yesu asifiwe sana. So kabla mimi nikiingia hapa ninakutananga na vita, maana kuna mapepo yatakuja kungolewa. Yanaambiago kimbia kule, zuieni mwanaume huyo, mkamateni. Sasa hiyo ndio nakuta asubuhi mapema saa 2 asubuhi unakuta kimama kizuri kinakuja, kimevaa, kimedunga kiatu, kimepaka huko, kinakuja kwa ofisi, anambia akimpa apostle ni makagona TV ne kaigwa magoka ni apostle nitamakana ko yakoketa gokwera ne dariganero dageria koli maidi na kia apostle to ne kioje kiaore na kia kaja gusui
swing. Mapepo mara ni mahotana kana matina hotana. Washanigonga. That is why I need you to be praying for me. Bwana Yesu asifiwe sana. Not because I am dire mahuru. Sipendagi hii maneno. Lakini ninaweza kupata nimekamatwa na hii maneno. Nobody is immune. Bwana Yesu asifiwe sana. Nobody, hata ukiambia huyo pastor anakaaga kwa Mungu anakuja asubuhi, huyo kwanza ndio rahisi sana kuchukuliwa. So mapepo wakati dile wakiwa ndani ya boat wakifanya mapepo ikakuja, ni yule mtu waliposhuka tu kuvuka hivi kivukoni pale, mapepo hayakuulizwa na mtu, yalimwenda kwa the son of David na akamwambia usitumalize, kwa sababu wameshindwa. Plani zote walikuwa wamepanga za kuzuia zimeshindikana, so walienda kunyenyekea. Kwa hivyo mapepo ini trick inajua kuchange. Bwana Yesu asifiwe sana. Mapepo inajua kuchange na ikachange mara moja na ikaanza kumwambia son of David, sasa sisi hatuna ubaya, usituue. Ile kitu tunakuuliza, tutatoka. Lakini sasa utukubalishe tuende wapi? Kwa maguruwe. Umesikia? They know how to negotiate. Kwa hivyo inaweza kuishidia pale, lakini kuja kunegotiate wapi? Hapa. Halo, si kama kuna kitu mnanielewa. Lakini mnajua mnaonaga nikiwa wana, lakini katika hiyo wana natoaga topic. Nikinyira kuhudira wana tondu ni muri wana ona inyu. Tondu mwahuje irio ni ahuje serious. Na mugiaga kumaigwa. Tondu muhuje to ni muhuje serious muno. Oyo. Ni ahujira maikara matuine. Are serious. Riu nani nyenda gucenjia system yo tondu iyo ni mwaremi, ni mwatwikire ki mumezoea mpaka mumeizoea. Mbata pastor kuja ahubiri amevaile kiatu imekaa hivi. Bwana anasema mnaenda kubarikiwa, mnaenda kuinuliwa, mnaenda kwa baba ya kakakaka. Amuziki. Murori ugete mutapata gari muge amen. Bwana Yesu asifiwe sana. So sometimes ninaonaka naleta hizo maneno zangu ndio nione kama at least mutachange. Niwahamishe kutoka kule muko. Nione kama mutasaidika. Mutigethire makanitha muno. Mimi naogopa sasa mkitoka hapa mkasabu kwa Waruigi kulikuwa mwisho. Mutaenda wapi? Maana ukiona mtu amekuja kwa Waruigi amefika mwisho. Ameomba karibu mwezi mzima akiuliza, na hata ameandikia ma neighbors na ameandikia ma cousin. Modo na amerusha tu video kwa ma cousins. Modo sio muona gate. Naona tahono kile fio. Ukiona mtu amefika kwa Waruigi, Loriani. Ani atwego kwa Waruigi. Manyiru higo ni muhetokere, Ezekiel ni muhetokere, noge orikaga miujiza. Kanyare ni muhetokere, everybody. Bwana Yesu asifiwe sana. But it is good, it is very good because it is helping you. Na sasa umeona hata uzunguke, you need to sit down to be taught the word. Bwana Yesu asifiwe sana. Nimeona hapa watu wengi ambao tumeanza nao safari, they are good. Mtu kama huyu alikuwa huyu siko huyu. Yale Doro. Mwangalie sasa. She's a pastor. She's strong. Very handsome. Bwana Yesu asifiwe sana. Amechange. Amesimama vizuri. And now unaona ni mtu ambaye unaweza kumpatia responsibility. Lakini tulipigana vita, tumepigana vita na huyu sana. Hataki kusikia. Ni mang'aa tu, maana yeye amezoea kuja kushika mujiza aende. Hatambui pastor akufanya nini. Pastor wagweka ate, wagutwarako. Ndenda ujigerere guoko njiki atia. Thiye kuria ndinagirisha kwa 10 ngore he mujiza thi. Mutumia toyo ginya ndari makatholiki uyu urona haha. Aturaga onaga Maria haha. Aturaga onaga Maria haha. Mwathani agocwo utake ndiri nake. Urani ndingai muingi muno tondu ndetikitie ndi muhonoku. Tondu kwa matihonokaga. No niendete story ciakwa. Niendete story ciakwa tondu nicimukenagia. Nicimuheaga kindu gitagwo therapy. No riu kira kia muticirie rimwe ni okite guko na micuma agethuagirira oguo ngimutunya micuma ngimwira thina maguru.
agethie no ambite kuhoya ageka ruthario ageka Nineve etako Nineve kaneta kwate novina ageka novina ageka novina agegoka guku ambite gwika nginya novina na agacoka agatigira ciana ciake wiri ati ndathi kwa ndura na ingiaga gucoka ri mumenye kuria ndorira wala diagocho. But now she's good, she's relaxed. Bwana Yesu asifiwe sana. And you find so many cockroaches, mekora, arogi. Gutire kanitha iri ya corona arogi ingiteno. Gutire kanitha iri ya corona arogi ingiteno. Real, matara kuhitha, real. Uyo turake muthambagia muthenya ungi. Uyo. Oheto plasta mokomeri. Okay, akahoyo kasi ati tani apostle ati detakore faredi higoyo ati reverend ri akwiro ajira umuteithie na gashifu yake yaku mucenji wa mundu uyu ri akaruta gashifu ina imira ciake akaneana ati agetia maguta na gashifu cina mamira. Yani you can just imagine, tumia logic, uraneana gashifu ati yaku yana mamira ati apostle reverend ni agwetia gashifu no kaneana na kumanira hau gacoka Ngai akanjira uria gwathi na mbere kamuhurira thimu kamwira ati ukatukanywa gacai no tondu Karo ni andu aria hono for sincerely Karo ni andu aria hono is not joke ti kuigirira acha ti kuigirira Karo ingeje kwaria kaundu ka wana haha Karo ona gathura yake acenjia akainama karigo gike nakio nikitirahunjiria tigane Ngai umuikaritie guku Karo ngeri athie araraga igura karoka gukurugi Karo ngemwira atiriri ukatukanywe cai tondu ndenda kumudivert tondu haria aseteirwo accident aisha setiwa already accident pale ataenda kufia. So mimi nikabembeleza Karo, mimi imagine pastor na ni mshirika kutoka biguni. Sasa nikamwambia Karo, nikampigia simu, weko ni odhiete muno, akaniambia niko town. Nikamwambia unaweza kusimama mahali nikuje tukunywe chai. Afadhali ningeongea getheri, lakini nilimesho ni kahawa kwa mshirika murokole. Alibadilisha lugha na akasema hata niko home. Immediately akasahau ako town, ikakuwa iko home, lakini hapo si ulidanganya. Hapo lianguka. So mimi nikajaribu kumuheterelia, ikasindikana. Kumaliza dakika ingine 30 kufika kwake karibu na nyumbani kwao, pikipiki from nowhere ilikuja ikamchukua. Alionekana akiwa 5 meters high above the sea level. Shh. Kama nganga aliinuliwa. Kabio lia na uende. The next thing hakuwa na mikono, ilikuwa imevujika pepere yote. Mimi wakati naenda kumwangalia hospitali nakuta mtu amewekelewa mikono hivi na miguu imewekelewa hivi. Nikamuuliza nikie mudo wa Ngai tene nduthie kile aniga. Nigwe si nilikuita ukuje, maana si uzuri niliomba. Mimi niliona kifo. Ilikuwa kifo. Na sasa sijui mlikuwa mnapigania nini na huyo mama. Nasa kufikiria nikie mwarwagira. Nitoro daka de hadi samukana nikie. Kona gatogimo todo weni ali no horocio. Yeye alikuwa anataka toro daka and handsome. Yeye alikuwa anataka. Sasa huyu na yeye alikuwa. Sasa huyu ni kama ni yeye alikuwa kompe. Upage. Kaona ni wako. Hii imeenda. Akaona hii imeenda. Si unaona? Hii vita mnaona mko nayo saa hii ni ya zamani. You are late. You are late already. Wala mnakuja sasa ishapigwanwa. Hiyo vita ishalipiwa. Huyu alilipia hiyo gharama. Ishalipiwa. Maana aliinuliwa. Tulikuwa tunamuosha. Tunampeleka kwa nini anafanya. Sasa you can imagine 6 months. Siko. Kwe bara imotati dagokerwa nasio. Tigana nasio. Chitigerene. Sasa tuangalie kitabu cha inaitwa nani?
Kitabu cha Ezekiel chapter number 39 verse number 25. Ezekiel chapter number 39 verse number 25. Hello. Bwana asifiwe sana. Ninulie mkono kama uko ndani ya hii horo na tuko pamoja. Mimi sitakangi kanisa imeboeka. Si mnajua hata mimi sitakangi kuboeka. Kwa sababu nikiboeka na kuoga na sura inakaa nyangumi. Ushainikuta nimekasirika? Huwezi nipenda. Hata mimi najiangaliaga kwa kioo naona, this is wrong for me. Kwa sababu kuna venye sura yangu inakujaga inakaa kama crocodile. So that's why I like to smile. Hata ukinikasirisha nataka kusmile tu. Si ndio koki? Lego koki. Koraho no kile. Kama wewe ulivyofanya wakati nchi ya Waisraeli Mudo daiguaga 39 verse 25. 39 verse 25. Nahitaji tumwekee kama microphone kake huko. 39 verse 25. Simuwekee kompyuta yangu hapa. Niwe nikijiwekea maneno hapa. Kwa hiyo mimi Bwana Mwenyezi Mungu nasema hivi. Ni Mungu anasema sasa. Nasema hivi. Sasa nitawahurumia Waisraeli, wazawa wa Yakobo, na kuwarudishia fanaka yao. Daima nataka jina langu takatifu liheshimiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Mwambie mwenzako nimehurumiwa. Mwambie mwenzako kutoka leo I'm not the same. Mwambie kutoka leo watch my steps. I am different. Mwambie kutoka leo. Si unajua nilikuwa na ujinga mwingi. Hautaona huo ujinga tena. Now I want to be positive with life. Because God has forgiven me. And God has given me another chance. Yani kwa hiyo mimi Bwana Mwenyezi Mungu nasema hivi, ni Mungu anaongea. Sasa nitawahurumia Waisraeli wazawa wa Yakobo na kuwarudishia fanaka. Sio tu kuhurumia, but kuwarudishia. To return, to make you become great again. To make you become successful again. That victory, that power, that authority, that favor, that grace that you used to have, that was taken away from you, I have returned it. Haukuwa umeomba, haukuwa, you had not asked for it, but God by his own grace, he has seen you have struggled enough. Now you need to be pardoned. You need to be forgiven. You need to be given that power and authority again. That people have been waiting to see, where is your God? People have been looking at you. Ulio mahoire siko ulio hoire neighbor othe kamutu kwani gukura hoire kamutu the other week wahoete kuria maguta kukungi wahoete gacumbe kukungi wahoete, yani tumashani ni makuye ati magikuona ogioka hodi hapa ni maramenya either ni mutu ni mashani kana tumaguta. That shame has been removed away from you. That shame of moving around seeking has been taken away by God himself. Not because you are good, not because you are so important, but because God has seen it good to bless you. He has seen good to make you become. He has seen good to make you come out of that big shame that people have been, wamekuwa wakikuangalia hivi, wakikuona tu unakuta mpaka maneiba wanakuambia tumetoka kidogo, lakini wako ndani ya nyumba wakikula chapati, lakini wanakupigia simu wakwambia shiko uko kwa nyumba nilikuwa nataka kufahamisha uko kiniangalia nyumba nimetoka kidogo, because they know anytime you pop in na ukikuja unakujaga na watoto. That shame
has been removed from you. That shame of people running away from you because they know you are poor. They know you don't have anything. They know that every time you come, you are coming because of a reason. That shame has been taken away from you. And why? Ni kwa nini Mungu amesema hivyo? Na kuwarudishia fanaka yao daima. Nataka jina langu takatifu liheshimiwe. So God is not blessing you because you are worthy a blessing, because you deserve the blessing. God is blessing you because of his name. Hello. God is blessing you not because you are important, not because you are unafaa kublesiwa, but because he wants his name to be respected. Through you, his name will be respected. Maana kuna watu walikuwa wameanza kuuliza maswali, kama ndo unanigo tu muonaga kanithari, what happened? Kwani anataka chachi gani hii? Mwaka nenda mwaka rudi, amekuwa tu niombaomba na ndio muombezi. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna watu, my sister mahali alikuwa anaishi zamani, kuna watu walikuwa wamehama kwa hiyo plot kwa sababu my sister alikuwa naomba 3 good hours non stop. Na sio ile ya kunyemelea, ni ile ya kila mtu kambi mzima wajue kuna ombo. Mtu anawekelea githari inaiva akiomba. Tulikuwa tukienda kwake, tukikuta ako in the process, tulikuwa tunauliza neighbor abiliere, ndio tujue tutakaa masaa ngapi, tutarudi kwanza alafu tukuje ama tutaekaa hapo, ama time ndio ilikuwa 3.5 hours non stop, kutoka saa 12 mpaka saa 2:30 ama saa 3. Maombi ambayo na alafu akimaliza kuomba anaenda kwa neighbor, mtumishi hatuna nakuja kuomba, unisaidie na kasukari nipikie watoto. Mpaka watu wakamuuliza, and why do you pray for those hours if your God is not responding? Because of that, those sentiments from people, God decided to bless my sister. Not because she was doing right. Maana hiyo maombi mingi ya 2 hours ni ujinga. Hiyo continuously 2 hours, hiyo ni upuzi. You pray for say 1 hour, then you sit in a corner with a book. Now you listen. You've been talking to God. Now give him time to talk to you. You can never say ateturabire kuminegeresha roshine blamba shekendere borenda sambirira makadara bababo saineria kachenderere satano buburia mama za kandayare sasa bakatanjanja sanane kiki kwa mama, because hauna word saa 10 wa baba saa 12. When will God speak to you? When will God speak? You don't need to take 30 minutes. The Bible says he knows what you want. So just communicate to him for 30 minutes. Then get yourself in a corner, meditate. Chukua kalamu na karatasi. He will speak to you. And after he speaks to you, now again, enda that is ingine. Ngangana piga makelele ingine ya 30 minutes. Then sit down. Let him speak to you. If you deny him a chance, he will communicate, but you will not know he communicated. And that is why many Christians, we have lost it. Because God blessed you, but you don't know God blessed you. God released the blessing, lakini kwa sababu you are busy making noise like a donkey, everything inapita, inaenda. You need your time with God. And having time with God is having humble time. Sio just 10 minutes. Sit down. Pull a chair. Go to a bush, somewhere in a bush, with a pen and a paper. Then listen. He will talk to you. Start writing. Those are the things that he wants to communicate to you. Before you opened your mouth, he knows what you need. That is why he is blessing you, not because you deserve a blessing, but because he wants his name
to be glorified. So he's just using you with the darkness. Na geko kiu giaku. Na hiyo uchafu yako yote anataka tu kukutumia. Na ndio unaona mtu kama Dora Waroigi anaendelea kufanikiwa because for the glory of God ninabarikiwa tu. Kakariko mirakega no ginya ndega twarithia. Yes sir, yes sir. Kanyumba kau makega no ginya ndega ikare. Bwana Yesu asifiwe sana. Gathimo goka kega no ginya ngoro nako. Gakuo goka kega no ginya njikire. Yes. Why? Because kuna kitu Mungu anataka kutumia mimi. Not because I am good, I am not. If you expect me to be any good, I am not. I am not even qualified to even preach before you. But because of the glory of God, He has chosen me to disgrace the demonic powers and grace His powers, and then His name be glorified. Because God will use weaker vessels. I am one of the weaker vessels. I am not important. I'm not special. I am not even kama kisiibiwe. Siwezi pata hata jina kwa hiyo kitabu. Tabia zangu ni mbaya. Sina tabia mzuri. But because God wants His name to be glorified through me, then He uses me as a vessel to market Himself through this weaker vessel so that His name can be glorified. Are you getting me now? So, and there is a look at you when you are not church material. Nyinyi wote nikiangalia sura zenu zote zinakaa baa, zinakaa mahali kubaya kubaya. But because of the grace of God, He wants to glorify Himself. He wants His name to be lifted. That is, you can sura hizi zote zimeletwa wapi? Za watu wabaya. Hii ni mtu mbaya, huyu ni muizi. Acha tuangalie sasa, tuangalie ukweli. Huyu ni muizi. Walikuwa wamnyota. Hata kidogo. Na wewe? Mtoto mzuri, na wewe? Kwa mnyota. Tuoke tu kweli. Warutiroko. Haria mwaceri agocamania na muthuri waku ri. Wamukoraga kanitha. Wahene irioko. Wahene irioko. Ndungata ya Ngai. Bro. Bro ti wathiete kuremia. Everybody here, you have a weakness. And through that weakness, it is what God uses. That weakness of yours is material that God requires for His kingdom. When I say son, give me quickly. Let me use my Bible. I think these people, they will mess me up. Mungu anasema hivi 26. Watakapokuwa wanaishi kwa usalama katika nchi yao bila ya kutishwa, watasahau aibu yao na uasi walionitenda. Hello, let me tusome Kiingereza kidogo ndio understand. They shall forget their shame, all the treachery they have practiced against me, when they dwell securely in their land with none to make them afraid. What is saying? That He will make you, watakapokuwa wanaishi kwenye usalama, that God is going to give you peace. Bwana Yesu asifiwe sana. That God is going to give you peace. Hello? That God is going to give you peace. That God is going to give you peace. The peace of mind you are going to get. You have been umekuwa ukilia. You've been crying day and night. You've been doing many things. You have gone from one church to another church. You have done many things that are not good. God is remembering everything. Ugaidi, usherati na kila kitu ulifanya. But He is not looking on it. God is going to give you everything that you need. You are going to forget all the trespasses that you did against Him. You're going to forget the shame that people have put onto you. You're going to forget the cries you've been crying. You're going to forget all the challenges that have been happening to you, because God has chosen you
today. He has chosen you today to receive the blessing because of his kingdom. So he's going to cause peace around yourself. He's going to cause harmony around yourself. He's going to cause everything to work for yourself. Kila kitu kitafanyika na kitatendeka na vitu vyote vitanyooka kwa ajili ya utukufu wa Mungu. Not because you are good, but because God has chosen you. Because you are a chosen nation. Bwana Yesu asifiwe sana. You are a chosen nation. You are a blessed people. Not because you deserve the blessing, but because you are chosen. Umechukuliwa kutoka kwa wengi. This is why God is to bless you. So God says, if these are prophetic messages I'm releasing, by the way, if you don't know. They shall forget, number 26, we are number 27. When I have brought them back from the people and gathered them from their enemies' hands, that you are going to be brought back out of the hands of your enemy. That God is going to secure you out of poverty. That God is going to secure you out of the diseases. That God is going to secure you out of the challenges of life. That God is going to secure you out of the powers of darkness and hand you over into his able hands. Bwana Yesu asifiwe sana. Wakati huo nitakuwa nimewarudisha kutoka kwa mataifa na kuwakusanya kutoka nchi za maadui zao na kudhihirisha utakatifu wangu mbele ya mataifa mengi. That God anataka tu kutumia wewe. Atakutoa kwenye mataifa, atakutoa kwenye watesi wako, atakutoa kwenye vitu vigumu, atakutoa kwenye magonjwa, kwenye aibu, kwenye kusononeka, kwenye challenges ambazo umekuwa nazo. Mungu anakutangazia leo ya kwamba amekuondoa na akutoe kwenye mataifa mengi yaliyokutia kwenye chukizo, na ndio mataifa yaone kwamba I am your God. Bwana Yesu asifiwe sana. That God has chosen to bless you and remove you from that treacherous life. To remove you from the challenges that you're going through. To remove you from the difficulties of your life. To remove you from all manner of things that have surrounded you. He's lifting you up today. He's lifting you up today. He's lifting somebody today. That today your life is gonna change. That today your children wanaenda kubarikiwa. That today kuna kitu kimebarikiwa. That today biashara yako imebadilishwa. That today familia yako imebadilishwa. That today huduma yako imebadilishwa. Maisha yako leo yamebadilishwa. Kila kitu chako kitabadilishwa. Ndio Mungu aweze kutukuzwa. So God is going to bulldoze everything. Atapush, atabulldoze kila kitu kifanyike. He will bulldoze. He's not going to negotiate with anybody. Atabulldoze, ataondoa mataifa mbele yako. Ataondoa maadui mbele yako. Ataondoa wachawi mbele yako. Ataondoa nguzo kwenye maisha yako. Ataondoa kila kitu kwenye maisha yako. Not because of anything. Hakuna negotiation, hakuna mazungumzo, hakuna kitu atakuuliza ufanye. Anataka kusifiwa. Maana ni Mungu mwenye nini? Mwenye nini? Mwenye wivu. Mungu ni moto ulao. Bwana Yesu asifiwe sana. Anaendelea kusema hivi. Then verse 28. Then they shall know that I am the Lord their God, because I sent them into exile among the nations and then assembled them into their own land. I will leave none of them remaining among the nations anymore. That Mungu ndiye alikubalisha you to be challenged by life. And because he has seen that and he has chosen, kisha watatambua kuwa mimi Mwenyezi Mungu, Mungu wao, kwa sababu mimi niliwapeleka uhamishoni kati ya mataifa na kuwarudisha tena katika nchi yao. Sitamwacha hata mtu mmoja wao abaki miongoni mwa mataifa.
ya kwamba hakuna mtu hata mmoja wenu atabaki katika hali ya umaskini. Hakuna mmoja hata mmoja wenu mwenye atabaki kwenye hali ya kuteseka. Hakuna hata mmoja wenu atabaki katika hali ya mateso, maana Mungu amechukua wakati wa kukubariki. He has chosen. He will bulldoze everything and anything to make you successful. That he has taken over the mantle of your life. He has taken over the processes to process you. That you are no longer going to struggle. You will find him before you reach there. Bwana Yesu asifiwe sana. In your ministry you will find him there. In your marriage you are going to find him there. In your business you're going to find him there. If you are looking for a business, for a job, you will find a job tomorrow. Bwana Yesu asifiwe sana. Every door that was closed, every door that was closed because of you, it will be bulldozed na itafunguka. Bwana Yesu asifiwe sana. Anything they said against you has been cancelled. Any plan they hatched against you has been cancelled. Anything that they did kwenye giza, hiyo giza imewekwa mwanga na imewaka, na hakuna siku nyingine utakuwa kwenye hali ya utesi. Maana Mungu anasema ndio waweze kujua mimi ndio Mungu wako, na wale maadui wajue kweli uko na Mungu ambaye anakutetea, uko na Mungu anayekupigania, uko na Mungu anayekuwezesha, uko na Mungu anayekufaulisha, uko na Mungu anayekufanikisha. Na hiyo biashara yako ataipanua, ndio watu wajue kweli uko na Mungu. Na hiyo kazi yako itainuliwa, madaraka utayapata, ndio watu waweze kujua ya kwamba uko na Mungu. Hiyo huduma yako itainuliwa, ndio watu waweze kuelewa ya kwamba uko na Mungu. This is all done for the sake of God, not for the sake of you. For the sake of God. That is why milango imefunguka. Bwana Yesu asifiwe sana. Verse number 29 kama iko. Yeah? Na ndio ya mwisho. And I will not hide my face anymore. Shakanda. I will not hide my face anymore from them. When I pour out my spirit upon the house of Israel, declares the Lord. Yani Mungu huyu hautamtafuta tena. God is saying, I will not hide my face from you. I will not hide my face from you. That's what God is saying. That he is not going to hide his face from you. He is going to reveal himself. In other words, anakuambia sasa pumuzika doko jalia rege. Neni gogo tuwalidia. Ati umude maisha makune mashajia. Ati umude maisha makune moka upya. Ati umude maisha makuma tigati nilikarege. Ati umude kumwa mode. Kegireko kigu okoreto nakio negiadira. Hallelujah. Dika no muhota kurugama dika ni kimwekirwo tondu nyu mutiyana gatamwe kurathimo neke no Ngai ko muteithia ni mukuhiga na ni mukumenya maundu maya ndenda kurekeria kirathimo muthe. I want to release this blessing, and I know God will touch you. First of all, nilikira je kutokoka we ndio usoka kalifa nikirathimo rohoni haruruka Maria nyoka. Bwana Yesu asifiwe sana. I want us to get into 3 non-stop worship, deep worship. Kila mtu hiyo kiti umekalia weka pale ama pale, usivurute, na kibeti yako uchunge. Kibeti yako uchunge. Hii ni kanisa, tuko na watu aina mingi. Usikuja kutuambia ati pesa yako imeibiwa hapa. Vibeti zote wekeni side. Kama uko na kibeti weka that side.
Oh
Simama mwenyewe
Hold it on there. If you know you're a businesswoman, businessman, come here front. Businessman, businesswoman, come front here quickly. Quickly, quickly. I want to bless you. I want to bless you. I want to bless you. Kama ni mfanyi biashara wa aina yote ile, just kuja hapa mbele tu. Mstari wa mbele kabisa. Nipatie bakuli. Bakuli. Mungu akukumbuke. Tuendelee. Mungu akukumbuke. Kama unajua uko na huduma ndani yako, uko na huduma ya kiungu ndani yako, na unahisi wakati ndio mvua umefika, just come forward here. If you feel that you have a ministry in you, uko na huduma iko ndani yako, just come forward. Simuonde ashes, peleke na huko. Ashes peke yao, mpeleke pale. Unahisi kuna huduma, kuja hapa tu hapa. Yes. Yeah. Mungu akukumbuke kwenye huduma yako, akupanue na akuinue, upate vibali vyote vinavyohitajika. Mungu afungue huduma yako na ikaweze kupanuka na ikajulikane, na ukaweze kufanya huduma yako jinsi mapenzi Mungu anavyotaka, maana yeye Mungu ndiye anayestahili. Huyu Mungu akubariki, akusaidie, akupatie ufunuo jinsi alivyompatia Daudi ufunuo. Pata ufunuo wa kidaudi, pata ufunuo. Mungu akufungulie njia zako, huduma yako ipate kibali, kila kitu unachotaka nacho kitakuwa kukubalia. Mungu akupatie kila kitu unachohitaji, chochote unahitaji kwenye kazi ya Mungu.
madhabahu sasa. Simameni tu. Simameni tu. Inueni mikono yenu juu mnaposimama tu. Inueni na msimame tu kwenye madhabahu. Stand at the altar. Na nyinyi mnyoshe mikono yenu juu. Sio kwa hawa, juu kwa Mungu. I want to make declaration kama ile Solomon alimake. Baba, katika jina la Yesu Kristo, hawa ni watoto wako. Wako kwenye madhabahu hii. Wamekuja kutafuta kufanikiwa. Wamekuja kutafuta kubarikiwa. Umesema kwenye kitabu ya kwamba hawa watu naenda kuwabariki. Ndio jina lako liinuliwe. Kama kuna kitu kilicho ndani yao ambacho hakiambatanishi na mafundisho yako, ambacho ni cha wachawi, ambacho ni cha Illuminati, ambacho ni cha Freemason, ambacho ni cha One World Order, chochote ambacho ni cha kishetani, ambacho sio kinaambatanishwa na huduma yako, kutoka sasa ninaking'oa. 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 Nang'oa uchawi, nang'oa uganga, nang'oa Illuminati, nang'oa Freemason, nang'oa One World Order, nang'oa mapepo, nang'oa nguvu za giza katika jina la Yesu Kristo. Ninasambaratisha network zao zote. Ninawachapa na upofu. Hakuna kitu watafaulu tena kuona. Hawa watoto ninawaficha ndani ya damu ya Yesu Kristo. Wachawi hawatawaona, waganga hawatawaona, Freemason hawatawaona, Illuminati hawatawaona, warogi hawatawaona. Wamefichika ndani ya Yesu Kristo. Mungu, kuna watu ambao wamekuwa wakijiita wachungaji, lakini wamekuwa kitumana nyumba hii, ndio nyumba hii ianguke. Watumishi hao wameshikana mikono. Wengine ni mabishop, wengine ni maaposto, wengine ni maprofet, wengine ni mapasta. Wameunganika, hatuna nguvu kubwa kualiko. Wameunganika pamoja. Ni kama vile lisivyosemwa katika Deuteronomy 7 ya kwamba ni mataifa 7 yaliyo na nguvu kutuliko. Mungu, najua hawa ni mataifa, ni watu wakubwa, ni watu wana uwezo mkubwa. Wengine wamekaa kwenye mlima wa Kenya na wao wanasema wamemiliki mlima. Ni wakubwa, ni watu wakubwa, hatuwezani na wao. Lakini kwa sababu Baba umesema umetumiliki kutoka leo, Mungu nakupatia hawa watu weze kushughulika na wao, hawa watu weze kupambana na wao, hawa watu weze kupigana na wao. Sisi hatuwezi pigana na wao. Sisi hatuna uwezo wa kupigana na maadui zetu, maana wako na uwezo, wako na nguvu, wako na mamlaka, wako na nguvu za kishetani. Hatuwezani na wao Baba, hatuwezani na wao Baba, hatuwezani na wao. Wewe tu ndio una uwezo, wewe tu ndio una uwezo Baba. Nakulilia, ninakulilia Baba, hatuna uwezo. Watatumaliza Baba, watatumaliza. Tunahitaji msaada wako, nahitaji msaada wako. Pigana na wao Baba. Baba, tusaidie tu, hatuna uwezo, tusaidie tu. Wameinuka kwa nguvu kubwa, wametoa mambuzi, wametoa madhabihu, wametoa kafara, wametoa miili ya watu, wamemwaga damu za watu, ndio wainue madhabahu. Sisi tunakuinulia madhabahu ya Yesu Kristo, damu ya Yesu Kristo. Twakuinulia Baba, twainua mikono yetu Baba, twakuinua Baba. Hatuna uwezo, hao watu wako na nguvu. Hatuna uwezo, twayamena ije gotokera totike matoria Baba. Utakiuka totiko matoria nematotorereirie Ngai, nematotindĩkĩrĩirie Baba. Oye marenda gũtũnina, oye no nĩ njũĩ Ngai, ũrĩ gĩtĩ-inĩ gĩaku gĩa ũthamaki nĩ ũiguaga, nĩ ũiguaga mĩgambo itũ Baba. Tũigua ũmũthĩ, tũrũĩrĩre mbara ici, tũtihotana nacio, ndiũhotana nacio thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Ngai. Nĩndagwĩta, nĩndagwĩta Ngai. Ciana ici nĩndacineana moko-inĩ maku kuma mweri ũyũ Ngai-rĩ. Aya nĩ ciana ciaku, itirĩ na hinya, itirĩ na mathagu, itirĩ na mayo, itirĩ na matharaita, marĩ o ũguo marĩ moko matheri, marĩ o ũguo marĩ moko matheri. Ona ti ũgĩ, ona ti athomu, matirĩ na mawara,
na matire na maundu makungetie baba ciana ici niwe cireta tamarore Ngai uria moete moko mao na iguru tamarore baba uria makunyemanyerekete tanyore baba uria manyariretwo tarora baba uria mahunyoretwo tarora baba uria manyororetio uria maroiretio bara oye Ngai ririkana ciana ici ndukariganirwo nicio ndukareke Ngai mathire ndukareke mathire baba etekera tu kumatoraniria bara ciao etekera tu kumarathima etekera tu kumahingurira njira etekera tu kumetekera manmwarekeria kera giaku gia thayo baba marore na maitho maku mana haruruka iguru riao Jesu Kristo amen. Tulia tu tulia just tulia tu Mungu anataka kunena. Tulia tu. God is here. Holy Spirit, take control now. Holy Spirit, take control. Take over now. Take over now. Holy Spirit, take over now. Take over. Take over. Chukua ushukani kwenye biashara zao. Chukua ushukani kwenye ndoa zao. Chukua ushukani kwenye familia zao. Chukua ushukani, wapiganie hao watu. Marorera Ngai, marorera baba, marorera Ngai, marorera baba, marorera Ngai, marorera baba. Mwite huyu Mungu. Mwite tu. Mulilie Mungu. Mwambie hauna uwezo, unahitaji mkono wake. Mwambie hauna nguvu, unahitaji mkono wake. Unamhitaji. Neguo ramwenda gukira tene. Murene higodera uramwenda gukira tene. Neigo uramwenda gukira tene. Atene uramfatara gukira tene. Uramfatara. Wewe ambao unatutazama. Wewe ambao unatutazama mahali popote unatutazama, wewe ambao unatutazama mahali popote ulipo katika dunia, katika ulimwengu, wherever you are watching us from, whether you are in America, uko UK, uko Canada, uko Australia, uko Asia, uko Afrika, uko Kenya, Mungu na akubariki. Pokea ushindi wake, pokea ushindi wake, pokea baraka zake. May the Spirit of God arrest kila rejection, kila fornication, every spirit of stagnation, every spirit of limitation, every spirit and dark powers of darkness, the spirit of witchcraft, the spirit of stagnation, the spirit ambayo imekufunga, mapepo yaliyokufunga, ninayafungua. Ninakupatia kifunguo, ninakupatia kifunguo, ninakupatia kifunguo cha maisha yako kutoka leo. Mahali popote ulipo, Mungu na akufungulie maisha na maisha yako ikafanikiwe, na mapepo yote yaliyotoka kwenu, yaliyokuandama, yaliyokufuata na yakakose nguvu, upate kubarikiwa, upate kuinuliwa, upate kufunguliwa in the mighty name of Jesus Christ. Yes. Order now. Order. Thank you. Order now. In Jesus' name we pray. Sema amen. Sasa inamisha uso wako. Tutulie. Tusikie Bwana anavyotaka kusema na sisi. Holy Spirit now. Take control. In Jesus' name.
Siakia tayabo. Siakia biata ya bia. Suma dimikata. Mikasiri mitiri. Shindiri mitiri. Za yukatia. Miata yabo zika. Ye. Yetaka ya suka ya. Basata ya. Dahera gai diko ni ya kugai. Dahera ko danalia urumu gai. Oi. Master Jesus. Bayakanda rimasataya. Master asimata niminda bosa biakanda yawe urimasika maitariabo shanda ribaya kayato zikiritiria yawe siatuka rimati yabosa miakanda sondo ye mama tukuzi kinditiata miasukaya miasondo tia urima seka yeta mata ta siakuta dear master. Yes Lord Jesus. Bwana apewe sifa. Haleluya. Roho wa Mungu nikurudisha, narudisha shukrani. Bwana apewe sifa. Kwa sababu watu walikuwa wamefungwa miaka mingi watu wamefungwa. Haleluya. Kulikuwa na kilio katika roho kwa sababu anaona ya kwamba watu wamefungwa, lakini sasa muamini na mjue ya kwamba Roho wa Mungu, Kristo Bwana wa Mungu, tumefunguliwa. Jehova ridaraika. Kazi yake Baba atashikilia ridaraina. Yoyote atashikilia kazi ya Jehova, naye Baba atamshikilia ridaraina. Kwa maisha yake kwa ridhinia ridaraina. Katika ridaraina. Tushike katika kazi ya Jehova ridima. Naye Mungu atatulivina. Hallelujah. Amen Jehova. Thank you. Okay Baba. Thank you. Thank you. Nini? Ongea tuna microphone. She is requesting ati umuombe kwa tumbo yake. Umefanya nini? I want twins, Apostle. You want twins? Yes, Apostle. Do you have a person that can produce the seed for the twins? I'm married, Apostle. Yeah, I know you are married. Mimi nilikushika. Shikisha hapa. Yes, so is that person amekula mihogo vizuri? Yes, Apostle. You are sure? Receive. Take. Tabu. Yes. Take. In Jesus' name. Amen. Yes. Nani mwingine anataka mtoto? No gioreda mwana. Nani anataka mtoto? Nimwachilia. Zimekuja 6. There are 6. Receive. Nani mwingine? Nureda. Nataka mtoto. Nani mwingine? Unatorokea watoto? Karoni kwenda mwana. Yesu. Pokea mtoto. Wewe Greda. No Greda mwana. Nureda mwana. Wewe nureda mwana. Shikilia. Thank you. Ewe. Wanaendelea. Ako ndani. Wameenda.
Mwathani Ngai aheagwo. Amen. Ndungata ya Ngai urerwo ni roho wa Ngai ni akwirire gatagata-ini ka andu aya ukaga haha Ngai ni aregete aiga woya guoko na iguru onokorwo riku Ngai ni arikuheaga tundu angi maroka makegiritania na Ngai ni aregete ni ndikiui ni atia. Thank you Jesus. Niguo ati maroka makarehe maundu kigongona ni uragetheria andu angi magoka magathahia na kiroho wa Ngai arakwira ona woya guoko na iguru tondu ni witikitie woya guoko na iguru andu aku ni marionaga uguo niguo rikaga tondu Ngai ari hamwe nawe ukoya guoko hwae utuko wa umuthi kuri no ndurathire na mbere niki ni tondu kigongona ni urerwo maita maingi tiganai na haha ari na shokoro na katara mashanda ya kulikia raita niguo maya mena borokoda na siri da kanda ujara kana na kuikai orientation niguo ndio making it fine na sababu tai kirida kireba katika divinity station ita kiu nabaya wewe ingine anda station ita kiu jana kada relation na bili kana kutalima kita station ita kiu nabaya turufa shanda na makata na mashanda ngone relation nabaya wekera difeseni takiu dai takiu dai yerujeria beli takiu dai station ita kiu Shabara kata la mashada kigongona litesho nabaya rigima yeto kikolinati taraka sana mashikiri makona lifakuta lidation nabaya rigima weliloto lifasain neto wakikada kigongona lidation yeto kilifasain neto wakukada nabaya rigima wewe tiriri wekile lidation back to roho wa kulifasain na kunikia right kigongona lidation no very validation nabaya rigima. Mwathani Ngai aheagwo Ngai akumio ndungata ya Ngai werwo ni iguru riaku ria kumenya mahinda mothe roho wa Ngai atwaranaga nawe werirwo maguta mauri wikire kanjo uhoe ati wona weka uguo undu uria urikaga gatagati-ini ga itata riria rihutagia mundu onokorwo murwaru nirikaga na maya ndugacoke gutuma mundu haria waiga ukoya ari wewe tondu ni wewe wa murirwo maguta mau no gutumanaga thiungirire werwo no arega ndaigua Ngai ni arega ndaigua salama sandaya kana na kai katika lidesho na bitai kirida. Thank you. Otowa barakushi kinta kirida lidesho raita kiu nabaya lidima. Thank you. Tukulikata katara mataya katika lidesho ndio kulipasaida. Aha andu ni makurira leo ni mwaki andu na motivu wakati mwiwagira mkashakara na taya katika divinity matukoto wote jaga ni Mungu yone alama shanda na makata na mashanda kigongona gitida kagero kigongona ni mwaki lipinata relation foreign sitani na handa relation ita kiu wakira kwa hapa alama shanda na mahanda ni makiu relation bora Mungu samanye na bio kana ya mtielio relation foreign body titala kigongona kergo yao yo kwa yo yokira mukali fashaida katika binti kirida nike mama chondolina kutara mashaka kigongona relation na baya dima mwingine ni fenta kitali na handa relation tunayo ndiruke kigongona na mwaki wa bintaya wale wale binti kirida kudakira kigongona tukasemehere katika defense forensic mahanda kigongona relation na baya dima ogo torasiro
kwa sababu kuna rifasa injili inaweza correct sana maana kogona didecho. Thank you. Pigia Yesu makofi. Utaigwa Saturday. In Jesus name. Always when the Holy Spirit anaongea, it is the best thing that you can ever achieve in an altar like this one. Netwa heo ni ngege. Simumesikia. Na kuna ile ingine tulikuwa tumepatiwa. Tena tumepatiwa. Sasa simungojee tu. Mimi pia ni mtumishi, hata mimi na repent. Sasa nitaenda tu kwa mlima nikarepent kwa sababu yes, nimetumana mafuta. Yes, nimewaleta watu hapa. Yes, hizo vitu nimefanya. So I have to go and repent. But if you don't change, I'm telling you, mtaona makuu. Nikikio. Oh, sawa. Thank you. Wekelea tu hapa. Inua mikono yako. Fungua kinywa chako. Utubu dhambi zako. Utubu kwa niaba ya kanisa. Utubu kwa niaba yangu. Utubu kwa niaba ya kila kitu. Fungua tu kinywa chako. Muririre Ngai. Ira Ngai ni herete. Petwa hera. Alitoria Yesu Kristo. In Jesus name we pray. Baba, ninakushukuru. Asante Baba kwa upendo wako. Asante kufunua ambazo umetupatia. Hakika you are a good father. You've guided us and given us an opportunity to repent. Nasimama mbele yako kutubu kwa niaba ya watoto hawa na kwa niaba yangu, na tubu dhambi hii. Hakika tumekukosea. Nyumba hii imetereza. Nyumba hii imerudi nyuma. Mashamanzi wamerudi nyuma. Intercessors wamerudi nyuma. Waimbaji wamerudi nyuma. Watu wa media wamerudi nyuma. Watu wa kanisa wote, wazee wamerudi nyuma. Vikundi vyote husika vimerudi nyuma kwa sababu ya kutokujua ama wanajua. Mungu, Mungu wangu, wewe ni Mungu mwenye rehema, mwenye ulijawa na nguvu za huruma. Baba, nakuomba tu watoto hawa wote hawangependa kufanya hivyo, ila wamejikuta kwenye mipango ambayo hawayaelewi. Na kuomba tu msaada, na kuomba msamaha wa dhambi hii, na kuomba utukumbuke. Unikumbuke pia unapowasamehea, pia na mimi unikumbuke. Unapowatakaza, pia na mimi unitakaze. Unapowainua, na mimi uniinue. Asante kwa kukubali leo kuwafungua hawa watu, maana walikuwa wamefungwa miaka yao yote, na wanaenda kufunguliwa, wanaenda kutajirika, wanaenda kubarikiwa, huduma zao zinaenda kufanya kazi. Mungu, wakumbushe kila siku ya kuwa ni wewe uliwafungua, kwa ajili ya jina lako liinuliwe. Na sisi tutakaa pamoja kusema unastahili kuabudiwa. Na Baba, asante kwa mtoto aliye hapa. Asante kwa mama, asante kwa baba, asante kwa mvulana na msichana wote, ukawabariki. Watoto wachanga uwabariki. Taifa letu ulikumbuke. Nairobi uikumbuke. Kenya uikumbuke. Afrika uikumbuke. Tunapojitayarisha kwenda kumlimani, Mungu, ninakuuliza tu uchague wale ambao wataenda. Wale ambao wataenda tu uwafanye tu wafanikie kufika kule. Na tutakapofika kule, utupatie maelekezo. Tutafanya nini, kwa wakati gani, na kwa njia gani. Ni katika jina la Yesu Kristo ninaomba na kuamini. Amen. God bless you. Bethel Clouds TV. Empower